heaven. Maelekezo yalikuwa yanatoka mbinguni, lakini ilikuwa ni vigumu yeye kupokea mafunuo kama angekuwa katika mwili. So ilibidi awe katika roho ili aweze kuyapokea na kuweza kuyarekodi. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wakati ujao. Ndio maana nasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti nyuma yangu kama sauti ya baragumu. So from these scriptures ambazo tumeziona tayari tumepata mwanga ya kwamba ili wewe uweze kuengage with this realm of order, with this highest heaven, inakubidi uwe katika nini? Uwe katika roho, as not from the flesh. Na sio tu katika roho siku moja, wiki moja, totally in spirit. Everything you are doing in spirit, everything you are going through in spirit. Ndio hapo unaweza uka experience the presence of your home, ambapo ni wapi? In the highest heaven. Bwana asiwe. How can you access, au namna gani unaweza ukaweza kuinteract au kuingia kwenye huu ufalme ambapo ndipo nyumbani kwenu? Eneo la kwanza tumeliona, you have to be in what? In spirit. You have to be in spirit. You're thinking, you are doing everything you've done. You have to be in spirit. Na kati ya kitu ambacho ni kirahisi sana kwetu sisi is about ascending. Bwana asiwe. Kati ya kitu ambacho ni kirahisi sana kwako wewe ambaye umeokoka ni ascending and experiencing heaven things. Kwa sababu ni pale tu ambapo utachagua kuwa katika roho ndipo ule uwezo wa kuascend na kuja. Kwa sababu tunamwona Yohana mara zote alipokuwa katika roho ndipo ambapo aliascend na akapokea nini? Haya maelekezo. Bwana asifiwe. Ambao mmechelewa, we are dealing in the realm of orders. Na hapo tulipofikia tayari tumeshaachilia mwanga na kwamba sisi hatujatokea hapa duniani. We are from the heaven. We are from the highest heaven. We are from the realm of order. Huko ambapo ndipo tunapokea vile ambavyo vimeandikiwa kwetu, vile ambavyo tumeandikiwa kwako. So kitu ambacho kina to bring difficulty kufikia huko au kuvipokea na kufanya vile ambavyo tumeandikiwa ni kwamba tupo mwilini sana kuliko vile ambavyo tunatakiwa tuwe ili tuweze kuengage with him. So njia ya kwanza ambayo tumeona ni rahisi ya siku engage with him ni lazima tuwe katika spirit. Bwana asifiwe. And then from spirit we have gifts. Gift ya kwanza ambayo tumepewa tukiwa katika roho ni kunena kwa lugha. Bwana asifiwe. Na kati ya eneo rahisi ambalo unaweza ukaascend and experiencing him at that realm of order ni utakapokuwa kwenye hii language ambayo ni speaking in tongues. That's the gift of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. So kati ya eneo ambalo ni rahisi sana na wewe kuascend, you just stay there and start speaking tongues. You can experiencing faster than ukiwa in normal. Bwana asifiwe. So that is the second way ambayo unaweza uka ascend and experience him in that realm of order is through speaking tongues, and that is coming baada ya wewe kuwa in spirit. Maana baada ya kumpokea Roho Mtakatifu and to be full of him. Bwana asifiwe. Sasa kuonesha what the miraculous of this speaking in tongues. Nini iko siri gani ipo nyuma ya kunena kwa lugha? Though we are speaking and sometimes kama hujagundua unaweza kuwa unanena kwa lugha lakini ikawa haina matokeo kwako. Kwa hiyo tegemeana understanding ya kwako through the spirit kuhusu hicho ambacho una speak. Bwana asifiwe. We have 4 dimensions of speaking tongues, and this all hizi dimensions zote 4 zinatupeleka au zinatuvuta kuengage na yeye to that realm. Bwana asifiwe. Dimension ya kwanza we know is normal speaking tongues. Normal. Rabakoria vinamto belin ralipa belida bradoska bao. You just speaking normal. Lakini eneo la pili you just blast in tongues. Bwana asifiwe. Nikiongeza anaelewa mtumishi wa Mungu sisa. Akiwa kwenye warfare, there is a tongues ambayo inakuwa is not the normal tongues. You will meet somebody akai peketala. Iparekta believers. That is the what? Blasting tongues. That is the second dimension of speaking tongues. Then third dimension is groaning. Bwana asifiwe. That is the second dimension of speaking tongues. Groaning. Na hapa ni pale ambapo uwezo wetu unakuwa umeisha. Yaani pale ambapo huwezi tena kuomba. So Roho Mtakatifu anachukua ule udhaifu wetu na anatusaidia kuomba kusipoweza kutamkika kwa namna yetu. So ni yeye anakuwa anatamka ndani yetu. That is a groaning. Lakini kuna level ya mwisho ya 4 ambayo nilipoiona pia imenishangaza. Tumeisoma hapa kwenye Korinto wa 2.
12 mstari wa 2. 12 mstari wa 4 anasema Tazia huo mstari wa 2 anasema, namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili Mungu ajua. Mtu huyu alikuwa juu, alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Anasema, nami namjua mtu huyu, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Hapa mstari wa 4 sana ameelezea this four dimension of speaking tongues. Anasema ya kwamba alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Bwana asifiwe. So this is ukisoma kwenye Kiingereza anasema how that he was caught up into paradiso, and he had spoken words which it is not lawful for a man to utter. Bwana asifiwe. So this four dimension of speaking tongues hata kwetu sisi anasema hairuhusiwi kuyanena. Kwa nini? Ukisoma hapo juu anasema alisikia maneno yasiyotamkika. Kwanza hayatamkiki, lakini pia kwetu sisi wanadamu hayaruhusiwi kufanyaje? Kuyatamka. Bwana asifiwe. So this is the language of the angels. Na ndio maana Paulo anasema ninanena kwa lugha kupita nyie wote. Maana ananena kwa lugha ya kawaida ya kwetu, lakini pia kwa lugha za malaika. Ila kuna lugha ambayo ipo, it's not of the angel but it the language ambayo ipo mbinguni peke yake. And that language maneno yake kwanza hayatamkiki, lakini pia kwetu sisi haijalishi utakuwepo au utakuwepo, you are not allowed to utter it. So that is the first dimension of speaking tongues. Bwana asifiwe. So this is the way ambayo to ascend na kupelekwa sasa to this realm of order, to the highest heaven. Akaanza kuviona vitu ambavyo amevielezea hapa. Akaona kiti cha enzi, akaona wazee 24, akaona wale wenye uhai wanne na namna ambavyo walikuwa wamekaa. Lakini nataka nikuonyeshe kwa perspective ya hao wenye uhai wanne huku chini, kitu ambacho walikuwa wanakifanya walipokuwa kwenye this realm of order with God himself. Ukisoma kwenye mstari wa 9 anasema, na hao wenye uhai wanampa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. So unakuja kugundua you can't able to worship him, you can't able to worship him genuinely. Hauwezi kumwabudu katika roho na kweli, hauwezi kumwabudu niseme katika roho na kweli kama haujaamua au kama haujawa ascended to this realm of order, kama haujawa experiencing to this realm of order. Na bwana, ukiona mstari anasema, na hao wenye uhai wanne walimpa yeye aketie katika kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai milele na milele. So aliweza kumpa, na Yohana aliweza kuinteract kwa nini? Alikuwa katika spirit. Kwa alivyokuwa ameascend ndio akaweza kuexperience, akaweza kuinteract with these heaven things. So by that perspective inatupa direction kwamba we are not coming from where. So kama hatujatokea kokote, tumetokea in heaven, means our life it has to be totally spirit. Ili nini? Ili tunapoingia kwenye eneo la kumwabudu huyu Mungu, tumwabudu katika roho na kweli na tumexperience yeye kama yeye. Lakini tukiwa katika mwili, you can't worship him and experience him as God. Away from that utakuwa unafanya nini? Transaction. Bwana apewe sifa. That's why unaweza kujikuta you are here to worship him, lakini kwa sababu you need this and that and that. Lakini tunapoongelea kumwabudu Mungu katika roho na kweli is away from need. Maana ni ile climax point ambayo unaweza kumwabudu Mungu